Na ukiona roho hajaingia, kuna kitu bado discover. Wiki kadhaa niliwaambia sisi nilifundishaga nini, nikamwambia kuna mdudu mmoja kwa Kiingereza anaitwa bee. Kwa Kiswahili anaitwa nyuki. Kwa Kigogo nzuchi. Sawa sawa? Sijajua kwa makabila mengine. Anapokwenda kuingia kwenye mzinga, tufanye huu hapa ndo mzinga. Huu ndo mzinga, anaingia. Sawa sawa? Sasa huyu haji hivi. Anatuma savea. Unasikia jiji wana masavea. Kesi hii imekuja. Hebu tumeni masavea wakatupe ujumbe. Savea wale manyuki wale bibi wanakujaga kama 8-9. Halafu wanatembea kigrupu kidogo sana. Huwezi kukiona vizuri. Kidogo sana. Kinatembea kinaondoka. Wale ukiona usavea ulioko duniani wanamwiga nyuki. Semeni amina. Wanamwiga nani? Nyuki. Yaani ni mambo ya mbuga si za wanyama au mambo ya wanyama na nini kadhalika. Sasa akiingia hili linakuwa limefungwa. Limefungwa kabisa. Fungwa kabisa. Wanaingia kwenye zile tundu, wanakwenda kukagua. Na wakiingia baadhi yao hawarudi, wanaliwa kama kuna mdudu. Lakini ni heri 4-3 waliwe, 2 warudishe taarifa mzinga ule msipelekee nyuki. Huwa wanaliwa kabisa. Kwa hiyo wanapoingia ndani wanaliwa 4 au 3, wanatoka wale wengine. Wakishatoka wanapelekea lile kundi kwamba pale tulipopaona hapastahili kuingia, ndani kuna mdudu anayekula nyuki, tutaliwa. Roho Mtakatifu ndivyo alivyo. Haingii kwenye mizinga yetu kwa tabia ambazo zitamletea shida. Si amjaelewa? Fungua Efeso 4:31. Kama sio 30. Chap. Fungua kitabu cha Efeso 4. Mstari wa 30 unasema nini? 30 anasema, naam, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Endelea mbele kidogo. Uchungu wote na ghadhabu. Ondoeni uchungu wote, ghadhabu na hasira na matukano pamoja na kila namna ya ubaya. Pamoja na kila namna za ubaya. Haya ndiyo yanayomhuzunisha Roho. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kuingia kwetu sio hawezi, anataka hata sasa. Bali vinavyomzuia namna ya ubaya, mzinga huu haingii yule nyuki kwa sababu kuna namna ya ubaya wanauliwa na huyo. Hivyo mkipeleka nyuki wataliwa, aidha kuna nyoka, aidha kuna mdudu anayekula wale nyuki. Mnaosinzia, hebu nyamkeni. Mnaosinzia. Sasa nyinyi mnaosinzia, nataka maana kwa msho ujihubiri hapa. Unanisikia? Ninachosema. Nini kinamla Roho Mtakatifu akiingia kwako ndani? Wewe, kinachozuia Roho asiingie, yani kinachomla Roho ndani yako ni nini? Namna gani ya ubaya iko iliyotajwa? Kwa sababu tukimkosa huyu roho, sasa tumekosa muombezi anayetuombea kwa kuugua kusipoweza kutamka. Tumeshamkosa. Jamani, semeni amina. Kwa hiyo namna ya kufanya maombezi, Roho Mtakatifu ndiye anayetuombea, ambaye sisi kwetu tumempuuza. Mtu ana mwaka hana roho, ana miaka hana roho, yaani ukimuuliza aliokoka lini, unajua shida, mko busy. Niangalieni vizuri, mko busy. Punguza ubizi, nisikilize vizuri, itakusaidia. Una mwaka tangu umeokoka, huna roho, hujawahi kukutana na roho, mpango wa kumtafuta roho huna, na miaka inakwenda, unakuwa sugu. Na ukishakuwa sugu, ndio unakuwa sugu kweli. Na huyu roho ni muombezi, na wewe umekosa muombezi, umekosa mpatanishi, umekosa mpatanishi. Yale
walishaamua kugeukia maisha yao. Huwezi kusikia mtu kama hivi. Walishaamua kugeukia nini? Maisha yao. Wala habari ya Roho Mtakatifu, kunena, kuongea kwa lugha hakuna. Wamegeuka na kufanya mambo yao. Lakini Roho Mtakatifu ni Mungu anayetuombea kwa kuugua kusikoweza kutamka, ili tukifikie kiti cha Bwana kwa ujasiri. Semeni amina. Mwisho kwa leo lazima tuombe kwa unyenyekevu. Naomba nifungulie kitabu cha Wafilipi 2:4. Omba kwa unyenyekevu. Omba kwa unyenyekevu. Wafilipi 2:4, soma chapchap. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe. Bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Asante sana. Wafilipi 2:4. Sawa sawa? Wafilipi 2:4 sio hiyo? Amen. Halafu soma na jambo lingine, kudumu katika kuomba bila kukata tamaa. Luka 18:1. Luka 18:1. Hiyo sura huwa tunasema ya mdala Monica na Mama Lukuna. Siku moja nikisema soma kitabu cha Mama Lukuna, anzia hapo. Sawa sawa? Mama Lukuna yupo? Haya, soma. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Wala asikate tamaa. Mstari mmoja tu. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala asikate tamaa. Kama sio kweli mtajua, lakini niliwahi kuambiwa na miongoni mwa hao, wakasema kuna muda wakasema, Mungu, hebu tusaidie na sisi tumpate mchungaji kijana. Mimi wakati nakuja hapa nilikuwa na miaka 35. Nilikuja 2009. Sasa 2009. Na sasa hivi na miaka 51 na mbili. Sasa na miaka 52. Kwa nilikuwa na miaka 35. Lakini katika moja ya maombi yao hawakukata tamaa kwamba kanisa hili miaka imeenda imerudi, tunachungwa na watu wenye umri mkubwa. Sasa safari hii Mwenyezi Mungu tupe mchungaji kijana. Sasa mimi wakati nilikuja na miaka mingapi? 35. Walikuwa wanaomba hawa mama. Na waliniambia wakati nakuja huku mimi nilikuwa naelekea kule Mkungu kwa seli alipo. Anga, yani niligeuziwa humu njiani. Lakini mimi nakotoka naelekea. Sijui ilikuwaje. Nikamwambia sasa unaelekea Swafa. Sasa mimi kwa sababu nilikuwa ninapelekwa tu sijui kokote na kwenda huduma, nikajikuta naangukia Swafa. Lakini Swafa kuna watu wanaomba. Hebu Mungu wetu utusaidie tupate mchungaji wa jinsi. Na wanaomba bila kata tamaa. Na aliyekuwa hapa alikuwa anarudi tena sasa. Na mipango yote ishakamilika. Sasa ilipotokea hapa harudi, wanamwambia unatakiwa kwenda Vigonje, akasema stoki Mkungu. Niambie dhambi ya kutoa Mkungu. Mimi nikakosa pa kwenda. Sio hiyo. Ninapokwenda akasema mpeni dhambi ya kumtoa pale. Unaona maombi yanapofanya kazi. Sasa mimi na henga. Yeye wazo lake alikuwa anataka kurudi. Sasa mimi natoka Vigonje, anasema yeye aende kule. Sasa hapa pamebuku mmoja alikuwa sio kuondoka. Sio, unanielewa? Tulikuwa tunafanya exchange, yani kwenda Vigonje ninakwenda Mkungu. Tuiokoe Mkungu. Kwa wakati ule fanya maendeleo nini kiende kushoto kulia kushoto. Sasa ikatokea kwa kutokea hapo mchaka. Sasa huyu wanampeleka